Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Inshallah leo tutazama jambo moja ambalo kidogo huenda katika Uislamu huwa alizungumzwi sana, lakini lipo linazungumzwa kidogo. Tuweke ubainifu wake, nalo ni jambo ambalo linazungumzia jamu baina salataini fil hadri, kwamba kukusanya baina ya swala mbili, kuziswali pamoja aliyekuwa mtu sio msafiri, ni tuseme kwamba ni mkazi sehemu tayari kashakuwa ni mukim. Mfano kama sisi ambao tunaishi sehemu zetu mbalimbali, upo nyumbani kule, sio kwamba ni msafiri. Je, inajuzu kwako kukusanya swala? Nikikusudia kwamba adhuhuri na alasiri labda uzikusanye uzisali kwa pamoja, uswali 4 kisha maliza swali tena 4, au baina ya maghribi na isha, je inajuzu kukusanya? Yote hayo tutatazama katika maelezo. Kitabu nachokiona mbele hiki ni Sunani at-Tirmidhi, kitabu cha hadithi ambacho amekusanya hiki mwanachuoni al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi. Anasema, tuanze na hadithi moja. Anasema hadathana Hannad Abu Muawiyah an al-A'mash an Hubayb ibn Abi Thabit an Sa'id ibn Hubayr an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala. Hadithi imesimuliwa na hao katika mnyororo ambao tumeutaja hapa, kutoka kwa Hannad, kutoka kwa Muawiya, kutoka kwa Habib, kutoka kwa Sa'id, kutoka kwa Jubair mpaka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Amesema Ibn Abbas, jamaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baina adh-dhuhri wal 'asri, Bwana Mtume rehma na amani ziwe juu yake alikusanya baina ya swala ya dhuhuri na swala ya al-asri, wa baina al-maghribi wal isha'i bil madinati, na alikusanya swala baina ya maghribi na isha'i, alikusanya swala ya isha na maghribi bil madinati, alikuwa yuko wapi? Madina, maana yake alikuwa yuko nyumbani Madina. Min ghairi khawfin wala matarin, lakini alikusanya swala hizi pasina kuwepo hofu yoyote, hakuna hofu yoyote, wala matarin, wala hakuna mvua. Palikuwa hapana hofu yoyote, wala palikuwa hapana mvua. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusanya swala baina dhuhr na al-asr na maghrib na isha'i. Qal, akasema, faqila li Ibn Abbas, akaulizwa Ibn Abbas, ma arada bidhalik, ni kitu gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kufanya hivyo? Kwa nini alikusanya baina ya swala hizo? Ni kitu gani Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaji? Kwa nini alikusanya hivyo? Qal, akasema Ibn Abbas, arada alla yuhrija ummatahu, alichotaka Bwana Mtume, Ibn Abbas anasema alitaka Bwana Mtume asiupe tabu umma wake. Tazameni katika hadithi hii sasa ndiyo kunakuja kupatikana ikhtilafu za wanachuoni. Hadithi ipo katika Sunan ya Tirmidhi, lakini ipo katika vile vile katika kitabu cha Muslim, kitabu cha hadithi hicho. Hebu baada ya kutazama hadithi hii sasa tutazame kuna hadithi ambayo imepokewa kutoka katika kitabu cha Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Shaqiq qal, anasemaje? Khatabana Ibn Abbas yawman ba'da al-'asri, siku moja Ibn Abbas alikuwa anatoa hutuba, akituhutubia siku miongoni mwa siku baada ya swala al-asr. Baada ya swala al-asr pale akawa anatuhutubia pale mambo ya dini ya Kiislamu. Hata gharibat shamsu, mpaka ikafikia hatua wakati anatoa ile hutuba mpaka jua likazama. Wabadati nujumu, nyota zikawa zimedhihiri, maana tayari usiku umefanyaje, umeingia. Waja'ala an-nasu yaquluna swala, watu wakaanza kusema swala. Aliyakuwa bado Ibn Abbas akaendelea na kutoa ile hutuba zake, watu wanasema swala, jamani swala, wakati ushafika. Qal, anasema msimulizi, fajaahu rajulun min bani Tamim la yaftaru wala yanthani,
swala. Akaja miongoni mwa watu wa Bani Tamim, kuna koo inaitwa Bani Tamim. Akaja yule mtu akamjia Ibn Abbas, naye aliyakuwa anasema swala. Huyu mtu wa Bani Tamim alikuwa ni mtu ambaye anaswali swala katika nyakati zake, alikuwa ni mtu mwenye kudumisha swala katika nyakati zake kama ilivyo katika Uislamu. Akawa anasema swala na yeye. Faqala Ibn Abbas akasema, atuallimuni bisunna, je, wewe unanifundisha mimi sunna? La ummalak, je, hauna mama wewe? Tazama, yule mtu alipokuja naye alikuwa katika hali hiyo akizungumza kwamba swala. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akawa anasema, atuallimuni bisunna, je, unanifundisha mimi sunna? La ummalak, je, hauna mama wewe? Neno hili la ummalaka huwa siku zote istikhdami yake, utumikaji wake katika lugha ya Kiarabu, maana yake inaonyesha kabisa idhhara litawbih wa zajar, inaonyesha kama kukaripia na kukemea lile jambo ambalo analifanya mtu. Wakamuuliza, unanifundisha mimi sunna kwamba sijui wakati wa swala kama umeingia? Thumma qala, kisha akasema Ibn Abbas, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nimemuona bwana mtume rehma na amani ziwe juu yake, jamaa baina dhuhri wal asri, alikusanya baina dhuhri na al-asri, wal maghribi wal ishai, na alikusanya baina maghribi na ishai. Anasema qala Abdullah ibn Shaqiq, wakati haya mambo yote yakiendelea, Abdullah ibn Shaqiq alikuwa amekaa pembeni, hapa ndio msimulizi wa hadithi hii. Alikuwa amekaa pembeni, akasema fahaka fi sadri min dhalika shay, mimi baada ya Ibn Abbas kuongea vile, basi katika kifua changu nikahisi kama kuna bado sijakaa vizuri, kwamba mtume alikusanya baina ya maghrib na ishai na baina ya dhuhur na asr. Ibn Abbas ndo anatuambia hapa, akasema bado katika kifua changu nikawa bado sina amani, pakawa panawasha katika kifua changu, bado sijaridhika na jibu lile. Fa ataitu Aba Huraira, basi nikamwendea Aba Huraira radhiyallahu anhu, fasaltuhu. Abdullah ibn Shaqiq anasema, basi nikamuuliza Abu Huraira radhiyallahu anhu, fasaddaqa maqalatahu, akasadikisha makala yake kwamba alichosema Ibn Abbas kwamba bwana mtume alikusanya baina dhuhur na al-asr na baina maghrib na ishai kilikuwa ni sahihi kabisa, wala hajakosea katika namna hizo. Kisha anasema wa fil hadithi al-akhir, na katika hadithi nyingine au katika hadithi ambayo tutaitazama ndio hadithi ya mwisho katika kutazama, anasema bayana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-illata, Ibn Abbas aliweza kubainisha sababu iliyopelekea kwa nini mtume alikusanya fi hadha al-jam'i, sababu iliyopelekea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kukusanya swala baina ya dhuhur na al-asr, maghribi na ishai, wa huwa raf'u al-haraji 'ani al-umma, sababu yenyewe ni kuondosha tabu katika umma. Hii ndio sababu hapo imepokea katika hadithi, min ghairi khawfin wala matarin, pasina hofu yoyote wala mvua. Hii ndiyo sababu. Kwa sababu gani? Kwa ajili ya kuondosha tabu katika umma. Wabihi akhadha ba'dhu al-a'imma, na kauli hii sasa wakachukua baadhi ya maimamu wakubwa katika Uislamu, wanachuoni wakubwa wakachukua katika namna hii. Fajawaza al-jam'a li salati lilhaja, wakaweza kujuzisha sasa kukusanya swala. Wakachukua na baadhi ya wanachuoni walipoichukulia hii hadithi na namna ilivyosema, wakaichukulia kwamba bwana sasa inajuzu hata kwa katika haja, ikitokea haja mtu anaweza kukusanya swala, mfano kalmaradhi, kama vile maradhi, au alhajati shadidati, au kama vile imetokea haja kali, unaona kabisa kwamba hapa nitakosa kuswali swala la asr, basi utaruhusiwa katika sheria ya Kiislamu. Baadhi ya wanachuoni aima wamesema utaswali wewe, mfano wanasema katika maelezeo, wakasema miongoni mwao ni al-inshighal bi shughlin yamna'uhu an ada'i salat. Uende katokea kuna shughuli mtu anaifanya kajua kabisa hapa nitashindwa kuswali tu, wakati utanipita la asr wote tashindwa kuswali. Kwa wanasema miongoni mwa haja ni hizo, mtu anaweza kasali zake mapema dhuhuri, kamaliza kukusanya na swala ya asr. Baadhi ya imma wanasema hivyo. Kisha akasema amma al-jam'u daima. Sasa tunaangalia katika upande wa ahli sunna, sisi ahli sunna asema amma al-jam'u daiman, ama kukusanya swala daima, maana kila siku hivyo wewe unafanya kama ndio maisha yako.
lighairi sababin, pasina kuwepo na sababu yoyote inakupelekea kufanya hivyo. Falam yakul ahadun minhum bijawazi aljam'i almuaddi ila taqdimi salat an waqtiha au ta'khiriha anhu lighairi udhri. Kwa hakuna aliyejuzisha katika hilo, hakuna aliyeruhusu katika namna hiyo kwamba mtu pasina sababu yoyote, hakuna sababu yoyote, yeye daima anakusanya. Tazameni, amesema daima wamesema daima kwamba akawa mtu anakusanya tu swala, akawa tu anakusanya pasina sababu yoyote ilimpelekea. Hakuna mwanachuoni aliyeruhusu namna hiyo, kwa sababu hicho kitendo kitakuwa ni kuiwaisha swala au kuichelewesha swala. Ukiswali wakati wa dhuhuri, ukiswali adhuhuri na alasiri pasina sababu yoyote, ukaswali katika wakati wa dhuhuri, na magharibi na isha ukaswali labda mfano zote mbili, swala mbili katika wakati wa magharibi, tayari utakuwa umeweza kuiwaisha swala na kuichelewesha swala katika wakati wake, aliyakuwa pasina kuwa na sababu yoyote. Tena kasema bal addu dhalika min kabairi dhunubi, tena baadhi wanachuoni wakahesabia hilo jambo kwamba ni miongoni mwa madhambi makubwa ya kuweza kukusanya swala katika wakati mmoja pasina sababu maalum. Fa fil musannaf ibn abi shayba an Ubayya ibn Abdillah, kutoka Ubayya ibn Abdillah katika kitabu cha Abi Shuaiba katika musannaf yake alitengeneza hiyo kitabu hicho kiunda. Qal, anasema Ubayya ibn Abdillah qal jaana kitab Umar ibn Abdul Aziz, ilitujia barua kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz, na zina anafahamika sana miongoni mwa wale watu wakubwa sana katika Uislamu. Hii barua ilikuwa inasemaje? Inasema la tajma'u baina salataini illa min udhrin, ilikuwa ikisema msikusanye baina swala mbili isipokuwa pawepo na udhuru wa kisheria ya Kiislamu. Katika namna hiyo, kisha akasema wa fi Tirmidhi an Ibn Abbas an nabii sallallahu alayhi wasallam, na kutoka katika kitabu cha Tirmidhi kutoka Ibn Abbas radhiyallahu anhu akisema man jamaa baina salataini min ghairi udhrin, atakayekusanya baina ya swala mbili pasina udhuru wowote, faqad ata baban min abwabil kabaira, mtu huyo atakuwa ameuingia mlango ambao ni miongoni mwa milango ya madhambi makubwa, mwenye kukusanya swala pasina udhuru. Lakini katika hadithi hii ambayo imetoka kwa Ibn Abbas katika kitabu cha Tirmidhi, hii hadithi kwamba atakayekusanya baina ya swala mbili, basi mtu huyu atakuwa ameuendea mlango miongoni mwa milango ya madhambi makubwa. Anasema qala Abu Isa, anasema Abu Isa Tirmidhi mwenyewe hiki kitabu, anasema Abu Isa hapa ameeleza katika kitabu hiki, anasema wa fi hadha alhadith Hanash, katika hadithi hii kuna mtu anaitwa Hanash. Hanash nani? Abu Ali ar-Rahabi katika hii hadithi, wa huwa Husain ibn Qais. Kwa kuna mtu ambaye anaitwa Husain ibn Qais katika hii hadithi inayosema atakayekusanya baina ya swala mbili pasina udhuru wote, basi atakuwa amefanya madhambi makubwa. Anasema katika hadithi hii kuna mtu anaitwa Husain ibn Qais, wa huwa dhaifun inda ahli alilmi, inda ahli alhadith. Huyu mtu ni dhaif katika watu wa hadithi, wanamtazama kama ni dhaif. Dha'afahu Ahmad wa ghayruhu, Imam Ahmad ibn Hanbal pamoja na wanachuoni wengine wamemdhaifisha mtu huyu Husain ibn Qais kwamba ni dhaifu mtu huyu. Wala amalu ala hadha inda ahli alilmi, lakini vile vile anasema na kuifanyia kazi hadithi katika namna hii, alla yujma baina salatayn illa fi safar au bi Arafa. Wakasema baadhi ya wanachuoni kwamba watu wa ilmu kwamba isikusanye baina swala mbili isipokuwa mtu kama safarini au Arafa, mtu anapokuwa kula Arafa. Warakhasa ba'dhu ahli alilmi min at-tabi'in, na wakaruhusu baadhi ya watu wa kiilmu katika tabi'ina, wale tabi'ina baada ya masahaba, wakaruhusu fil jam'i, wakaruhusu nini? Kukusanya baina salataini lilmarid, baina ya swala mbili mtu anaweza akazikusanya. Kama mtu atakuwa ni mgonjwa, anaweza akaswali adhuhuri akamaliza, akaswali alasiri akamaliza, au akifika wakati wa magharibi akasema magharibi pamoja na ishai akamaliza, yani anamaliza magharibi hapo na kisha maliza toa salamu, anaunganisha na swala ya ishai kwa mgonjwa. Inshallah twende katika hilqa ya pili tukatazame ni kitu gani ambacho tutaenda kukiona, maana mada ni ndefu bado haijaisha inshallah.